Mambo vipi msikilizaji na mwanafamilia wa chaneli? Leo nimekuletea lugha za makabila ambazo zinaongoza kwa ugumu. Yaani kujifunza mpaka ukazijua lugha hizi ni sawa na kudandia tren yenye mwendo kasi. Bila timing utadondoka ufe, kwa sababu lugha hizi ni ngumu sana bala. Namba moja ni Kimaasai. Kujichanganya kujifunza Kimaasai ukidhani ni kama kuhesabu namba, umeula wachuya, na hasa kama wewe ni Mbantu utachemka mno, maana muundo wa lugha ya Kimaasai ni tofauti kabisa na lugha nyingi za Kibantu. Kujifunza Kimaasai, jipange isi. Namba mbili. Namba mbili ni Kihadzabe. Kama ulivyosikia midundo ya mziki wa Kihadzabe, usipime aise. Imagine sauti ambazo tunazitumia Wabantu kufukuzia ndege na mifugo, kwa Wahadzabe ni maneno ya kawaida. Na hapo umesikia kidogo tu. Inasemekana kwamba Kihadzabe kina sauti zisizotamkika, yani click sounds zaidi ya 100, kitu ambacho kinakifanya Kihadzabe kuwa lugha ngumu sana Tanzania. Namba tatu. Lugha namba tatu kwa ugumu Tanzania ni Kijaluo. Kijaluo ni miongoni mwa lugha za Kikushi, yani zinaitwa Cushitic languages, ambacho hutumiwa na Wajaluo walioko Kenya, Tanzania, Uganda na maeneo jirani. Kwa Mswahili wa kawaida, kujifunza Kijaluo ni sawa na Msukuma mwenye miaka 40 ajifunze Kiarabu, atateseka mno. Namba 4. Lugha namba 4 kwa ugumu Tanzania ni Kiiraq. Kiiraq ni lugha inayotumiwa sana katika ukanda wa bonde la Ufa. Ugumu wa lugha ya Kiiraq unatokana na uwepo wa maneno consonant ambayo yanamlazimu mtu kubana sauti kwa nguvu na hatimaye kufanya kama anapasua kitu mdomoni. Yaani kama wewe ni mtu soft, tuachie Kiiraq chetu aisee, kwa sababu utaongea matusi, tukupige, tukuue. Namba tano ni Kinyantuzu. Kinyantuzu ni lugha yenye ufanano kati ya lugha ya Kisukuma na lugha ya Kinyamwezi. Aise, unaambiwa ukikutana na Mnyantuzu hodari, hata Msukuma au Mnyamwezi mwenyewe anatoka patupu, maana lugha hii ina maneno ambayo yakiunganishwa utaona kama vile mtu anakoroga uji. Kujifunza ukaijua, jipange sana. Namba sita ni Kiha. Kama wewe ni mtu wa ukanda wa Ngara, Biharamulo, Kigoma, Kagera na Geita, utakuwa ni shahidi. Kiha ni kigumu mno. Labda ukitaka kukanusha hili, ni lazima uwe unakijua Kinyarwanda, Kihangaza na Kirundi, maana hivi vinafanana. Tofauti na hapo, usicheze mziki wa Kiha, utachoka mwenyewe. Namba saba ni Kinyamwezi. Kutoka zako Tanga, Mbeya, Zanzibar, Dar es Salaam, Arusha, ukakurupuka kujifunza Kinyamwezi, jipange mno, vinginevyo utawachukia bure Wanyamwezi. Ndugu yangu, sio utani, hata Msukuma mwenyewe atakwambia Kinyamwezi sio lugha ya kukurupukia, sio lugha ya kukimbilia. Kama unabisha, nenda Tabora ujionee mwenyewe, ama mtafute Mnyamwezi, utatusimulia.
Namba 8. Namba 8 ni Kihehe. Tuyanga sule, twinome, tuyanga. Lugha ya Kihehe inatumika na Wahehe walioko Iringa na Njombe, Tanzania. Ugumu wa Kihehe ni pale ambapo maneno mengi ya Kihehe yanaingiliana sana. Kibaya zaidi, yana mfumo ambao mtu akiongea ni kutokana na mudi alionayo. Kama mtu ana mudi tofauti na ya jana, maneno ya jana yanatofautiana na ya leo. Maneno ya Kihehe hubadilika kutokana na mudi au hali alionayo mtu, hivyo kuleta miundo yako ya kikabila chako kwenye lugha ya Kihehe. Utachemka kama maziwa freshi, hatimaye utamwagika. Kihehe ni kigumu sana miongoni mwa lugha ngumu za kikabila Tanzania. Namba 9. Namba 9 ni Kibarabaig. Hiki Kibarabaig kinazungumzwa na Wabarabaigi walioko Manyara, Arusha na maeneo jirani. Licha ya uchache na udogo wa kabila hili la Wabarabaigi, lugha yao ni pana, ndefu na ngumu mno. Ukibahatika kukijua Kibarabaigi wewe kama mgeni, basi tambua kwamba ubongo wako ni wa maana sana, na ukikishika Kibarabaigi basi hautakaa ushindwa kushika vitu vingine vigumu. Kibarabaigi ni kigumu aise. Namba 10. Namba 10 ni Kipare. Wachaga ambao ni majirani zao na Wapare watakwambia kwenye Kipare zipo lahaja tofauti tofauti ambazo ni ngumu sana. Kwa mfano, kuna lahaja zinaitwa Kiasu na Kichasu. Ndugu yangu, ni balaa mno. Lakini pia Kipare kina upekee wa kuumba na kutamka maneno. Usiwaone Wapare na umaarufu wao ukadhani kwamba utakijua Kipare kizembe kizembe. Kukijua Kipare ni mtiti balaa. Kumbuka, kujifunza lugha ambayo sio ya kwako, hata kama wewe ni mtaalam sana, ni lazima usote mno, utumie nguvu, utumie muda, na ukumbuke kwamba kitaalamu inasemekana kwamba ukishafikisha miaka zaidi ya 25, basi kuijua lugha ngeni ni ngumu mno, kwa sababu ubongo wako unakuwa umekamilika kujiumba. Hivyo jifunze lugha kama wewe bado una umri mdogo, vinginevyo utatumia nguvu kubwa kuzijua lugha nyingine tofauti na unazozijua leo ukishafikisha miaka zaidi ya 25. Je, ulitumia njia gani kuzijua lugha tofauti na ya kwako? Lakini pia niambie, ni lugha gani ya kikabila ambayo ni ngumu kujifunza na kuijua? Niambie kwenye comment section na mimi nitakujibu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Mimi nimeshtaniwa. Bye bye.